Hi guys, karibu kwa channel yangu. Kwa majina naitwa Mungesha na leo nataka tuwe na mazungumzo kidogo kuhusu ushonaji. Basi tuanze. We go up, we don't stop. At the top, never drop. Okay. Kuna video niliona ya mdada hapa anazungumzia mdada ambaye yuko TikTok anazungumzia kuhusu samahani. Kuna video hapo nilikuwa nimeona dada fulani pale TikTok alikuwa anazungumza kuhusu vile amefunga duka lake. Nitawekea hiyo hapa muone alafu tuongelee. Kuna jambo fulani nilikuwa nataka kuongelea. Sawa? Tuanze. So guys, today I'm just sad that I have to close down my physical shop at the CBD because the shop has not been really doing well for months now. And anyway, big ups to all tailors. Big up to all tailors. I mean, it's a lot. I mean, I give up, to be honest. And I'm so thankful for every person that supported me in this journey. I am really happy for every experience that I had, positive or negative. I learned something. And yeah, I mean, thank you guys. But I am closing down Stitches by Charlene. It has not been doing well at all, and yeah, I give up. I give up. Jambo ambalo nilikuwa nataka nizungumzie kuhusu hiyo video, vile ambavyo mshaiona. Kweli kwa wale ambao nataka kufungua biashara ya kushona, kuna jambo moja tu nataka niwaambie. Kuna mambo mengi ningependa Kuna mambo mengi ambayo ningependa nizungumzie katika kushona. Lakini biashara ya kushona iko very tricky. Yaani iko very tricky na ujanja mwingi sana. Ni rahisi wewe ku give up, kuchoka tu na kushona, ukaacha, ukafunga, ukasema acha nikae. Kama vile dada amefanya. Sisemi ati ni mvivu ama ni nini. Nilimuona nikaelewa. Kuna wakati fulani hata mimi nilikuwa nimefika hapo nikaona itabidi na mimi nifunge, niangalie vile nitafanya, lakini siku give up. Na jambo ambalo lilinifanya nisi give up ni jambo moja ambalo ningependa kuwaelezea. Sijui kama wengine wanasema, lakini mimi nitaelezea. Katika kushona nimekuja kuona usipendeze customer. Usikuwe mzuri kwa customer wako. Hiyo inamaanisha nini? Sijasema uwe mbaya, sijasema akija mfanyie madharau, sijasema akija muongeleshe vibaya, sijasema akija sijui ufanye nini. Kile ambacho namaanisha usikuwe mzuri kwa customer ni customer akikwambia kitu, ndio. Akiwa nipunguze, ndio. Akikufinya sana, umemwambia kitu labda hiki kitu kushona ni 1000 kwa sababu tutakana nini, lakini anataka kumshona na 800. Alafu kwa sababu sijashona kwa wiki, sijashona jana, sikupata kazi, juzi sikupata kazi, unasema wacha tu Sasa hiyo ni kuwa mzuri kwa customer. Wacha kuwa mzuri kwa customer. Usipende kupendwa na customers wako. Usipende kupendwa na customer. Hata mtu wote duniani usipende kupendwa sana. Ukiona watu wanakupenda sana, wao wanakutumia mahali. Kuna vile unawafaidi ndio maana wanakupenda sana. Kwa hiyo kuna kupenda kwingine kama watumia mtu, si ndio? Na hiyo matumizi kishaisha utaona vile watakufanyia. Hivyo ndivyo customers wako. Customers usiwapendeze. Wewe kuwa na sheria zako, kuwa na boundaries zako, kuwa na kazi yako vile ambavyo utafanya, kuwa na sheria zako vile na operate kama fundi. Alafu wao wafuate. Sawa? Mpatane hapo katikati kwa sababu yeye unamhitaji kuleta pesa, kwa sababu wewe una elimu ambayo yeye hana, anakuhitaji. Kwa hivyo nyote mnatakana mpatane hapo katikati. Exchange. Sawa? Akupe pesa na wewe umpepete kile kitu hana. Sasa ikija kuwa wewe ujinyenyekeze ama umpendeze, kumaanisha kinakula kwako. Ndio maana nasema usimpendeze customer. Sasa ikiwa unashona nyumbani, ikiwa unashona mtaani, ikiwa unashona wapi, kazi yako ule msingi utauweka hapo mwanzo, customers wako watakusoma nayo. Na vile ambavyo watakusoma nayo ndivyo wataenda kuambiana huko nje. Sawa? Kama mfano wewe una nguo zako unashona kwa bei hii na hii na hii na hii, kwa sababu umepiga hesabu kuona iko worth it. Na vile ambavyo unashona kazi yako iko smart. Pia wewe jaribu kuwa na ile confidence, kuwa ile mimi nashona vitu vizuri na kama hawaoni ni sawa. Na wewe unahakikisha kuwa unashona vizuri. Watu watakufuata na watu hawatakutumia. Ukikubali customer kutumie, kumbuka wanaambiana yule akikwambia kitu 1000, wewe mfinye tu atakupunguzia hata anaweza kushona na 500. Huwa wanaambiana, wakiambana hivyo wanaenda kuletana, watakuja kukukera kichwa.
customers wanasumbua. Ukiwa katika hii biashara ya kushona ni ngumu, kwa sababu tuna deal na watu wenye akili mbovu. Kuna watu huku nje yani ukisikia watu wanasema mafundi hakuna mtu mbaya kama fundi utamfanyia. Angalia huyo mtu, muangalie vizuri. Sikatai kuna mafundi pia maibilisi, lakini kuna customers pia hawasikii. Wengine wao wanadhani wametumwa. Mimi mara kwanza niliona vituko kabla sijaelewa. Niliona vituko, lakini uzuri mimi nilikuwa nimeweka boundaries zangu, kwa nimeweka sheria zangu. Kama hutaki nenda, na utakuja kugundua wale ambao ukiwekea sheria, fanya hivi mimi nafanya hivi. Kama hutaki nenda, anakasirika anaenda. Ataenda akakusema vibaya. Alafu mwisho wa kuisha kisha manza kusema vibaya, utamuona labda mwaka kisha anarudi tena pale atanakuja kwa mzuri umshonee. Chungana na hao watu, chungana na hao customer. Hao ni customer ambao hawakupendi, wanapenda kuone ukienda chini. Sasa imagine uko na hao kama 10 unawafanya hivyo. Utafunga dada, uende nyumbani, ukae, ukuwe depressed, usikubali. Kwa hivyo mimi nilipoona hiyo video nikashukuru, nikasema kwa hivyo sio mimi peke yangu napitia. Kwa hivyo hata watu ambao wako Nairobi ni jiji kuu. Mimi najua huko watu wanatepa sana na mambo ya kushona. Kwa hivyo hii kitu ni kila mahali. Uko kijijini, uko jijini, uko wapi, customers ni wale. Kuna customers wengine ni wagumu. Mimi nasema afadhali ufanye ushone watu kama 10 ama 20 ambao mnaelewana, ambao wanakuletea kazi, hamsumbuani, kushinda washonea watu 100 lakini wanakukula kichwa. Mwisho wa siku ukifika nyumbani umekasirika. Unafika nyumbani umekosana na bwana wako, umekosana na watoto wako, umekosana kwa sababu ya kazi nyumbani, umesinywa na watu. Kazi haifai kwa hivyo. Ukiweka boundaries katika kushonaji wako, utafika nyumbani hata unasikia raha, nimetoka kazi leo, nimefanya kazi, nimeshirikiana vizuri na customers wangu. Sawa. Sitaongea mengi, lakini tu nitawaacha na jambo moja. Usipende kupendeza customer katika biashara. Kama unaona na kudanganya, wewe ambaye hujafungua kazi, fungua kazi kuwa mzuri. Utaona. Fungua kazi kuwa mzuri, chekea makasema kwamba hivi, ni sawa. Sikatai kuna wale ambao ni customers wako, unaweza punguza kitu, unaweza fanya kitu. Lakini mtu asikuletee kazi akakufinya. Kazi yenyewe ukiangalia, it's not worth it. Alafu anakufinya. Hao epukana nao. Ukikuwa mzuri na hao watu, kwa sababu usikufanya kazi wiki mzima. Saa hii ni mwezi wa 2. Januari na Februari tunajua katika mafundi ni msimu mgumu. Hatukatai, ni kwa sababu watu wamepeleka watu shule, kuna mambo mengine wanafanya. Lazima kila kazi na season yake. Bado hivyo weka boundaries. Alafu kuwa na jambo lingine unafanya kando. Ukiwa fundi usitegemee ushonaji peke yake. Sijui kama mkuambiwa. Katika kushona fundi usitegemee kushona peke yake. Labda iwe uko na fundi wako, mimi nashona peke yangu. Labda iwe uko na fundi pale anashona, anakusaidia kushona na wewe mwenyewe pia unashona. Ama una fundi wawili mnapiga kazi na mna maoda ambao mnauza online. Hapo unaweza tegemea hiyo kazi. Lakini kama unashona peke yako, wategemea kushona peke yake. Ati hapo pondo utoe pesa za chakula, hapo pondo utoe school fees. Close shop, utafunga biashara, uende nyumbani. Biashara itaki hivi, biashara inataka akili. Kwanza ya kushona. Biashara kushona ni ngumu wewe kupata pesa za haraka. Kwa sababu gani? Jambo moja, biashara kushona ama biashara yote ya mikono, unajua kazi ya mikono ni unaenda ukihitimu mpaka ufike pale juu. Kazi ya kushona iko hivyo. Unaanza polepole na mpaka ukomaa, mpaka ufike kazi zako hizo ni nzuri. Wewe umechukua miaka ndio umefikia pale. Kama 5 hivi ndio umekomaa kazi mpaka uko eneo la fulani, mtu anakuambia kuna fundi fulani anafanya fulani. Watu kule watatoka wakuja wakufuata, kwa sababu wameona kazi yako vile ni safi, vile ni nzuri. Jina itajileta. Kitambo fikie hapo dada, lazima uwe na backup. Kama unashona, jaribu kuuza madera kando, jaribu kuuza mtumba kando, jaribu kufanya kitu kingine kando, uza kama sabuni kando, ambapo utakuletea hizo pesa ndogo ambazo utatumia, si ile ya kushona. Ukifanya hivyo, kushona inakuwa ngumu, kushona utafunga dadangu, kushona utafunga. Sawa? So ningependa niachie hapo, alafu ningependa tuachie hapo. Nitapenda kuleta mazungumzo kama haya, tip 1 ama 2 ama 3 kuhusu ushonaji na mambo ambayo unafaa mzingatie kama umefungua duka. Kama ni wale ambao wameshona kwa muda wanaelewa jambo ambalo ninasema, lakini wale ambao bado ni wageni wanataka kuenda kufungua duka lao, wajue haitakuwa rahisi. Number 1, kutakuwa na watu watakujaribu, na hao watu ni customers wetu, tunawapenda. Lakini usikuwe mjinga, usikuwe mzuri. Simama imara kwa sheria zako katika kushona. Hata wakakutingisha vipi, waambie
Tena unamwambia vizuri, si eti msifanye mimi unacheka tu vizuri, unaambia dadangu usifanye hivyo kwa sababu hii na hii. Ukiona mtu aelewe, mwambie mimi sitaweza. Hapo ndo unaweka ugumu fulani. Sawa. Mwenye anaelewa kazi nzuri, anaelewa maana ya kushona ni nini, ama anaelewa kazi yako ni nzuri, utapata customer hata kufinya sana, atakwambia ni sawa dada, naelewa. Utanipunguzia ngapi? Unamwambia ile utampunguzia, nakwambia ni sawa. Lakini wala kwenda na wewe kukufinya mpaka tumesema no. 2026 chanukeni. Kushona inataka usipendeze mtu. Jua ni nini unaleta kwenye ushonaji wako. Endelea kujifanyia kazi, ushonaji wako watu watakuja. Nenda nje, ongea kuhusu kazi yako, nenda utembelee watu, ama nenda stage fulani, uza kazi zako. Ushona, watu watakujua, watakwambia uko wapi. Kwa mfano mimi mwaka jana nilitengeneza designs, nikatembea nazo, nikaenda nazo stage kuuza. Nilipata customers, na hata nikapata mtu alikuwa anataka kushona nguo za harusi, watu kama 7 hivi. Wakachukua namba zangu zilichukuliwa sana, watu wakanipigia baadaye, kila mtu nitakwambia hii nitakuita, nikapata customers. Kwa hivyo usitegemee wale watu ambao wako katika area yako. Jaribu kutoka, ujiadvertise, yani ujiuze. Kama mfano unashona mtaani, unaona watu mtaani, toka nje, beba nguo zako, tafuta mahali, simama, uza, chukua namba yako, achilia, Mungu atakufungulia, sawa? Alafu hautafunga. Asanteni sana kama mmeniangalia kufikia hapa, ninashukuru sana. Endeleeni kubarikiwa, endeleeni kuvumilia. Kushona si rahisi. Mtu mwenye anashona na anaduka anajua hivyo. Tafadhali andika hapo chini ndio watu wajue mimi sina wazimu. Tutaonana, bye.